lesson. So I want to invite senior counsel. Ama kweli mtazamaji, huyo ni rais wa chama cha mawakili humu nchini ambaye ni Eric Theuri, hapo akiongoza kikosi kizima cha mawakili katikati ya jiji la Nairobi. Ni awali walikuwa kizungumza na wanahabari wakisema kwamba kama chama kama mawakili hawatakubali asasi fulani ama mihimili fulani ya serikali kutoheshimiwa, ikizingatiwa kwamba Rais William Ruto kuna yale matamshi ambayo alitoa dhidi ya idara ya mahakama akisema kwamba yuko tayari kukomesha wale ambao ni wafisadi. Basi wanasema kwamba hawa wafisadi basi watolewe hadharani iwapo wako, ila sio kuleta ile kukandamiza idara nzima, na hivyo kwamba wanasema hawatakubali zile hatua ambazo taifa limepiga kuregeshwa nyuma, hususan ikizingatiwa kwamba ni swala ambalo liko kwenye katiba. Mtazamaji, swala hilo ama maandamano sawia na haya yanaendelea katika kaunti ya Mombasa, na sasa nataka tuelekee pale moja kwa moja ili tusikilize ni yapi yanaendelea pale. Sawa, waungane na sisi kwa kukashifu na kukataa maneno yake rais wetu. Ingawaji tunamheshimu, lakini tunaweza tofautiana na yale mambo anasema. Kwa sasa amefanya makosa na tunataka mahakama yaheshimiwe. Na kama kitengo cha mawakili ambacho kiko katika upande huu wa pwani, tungependa sauti yetu iunganishwe na wenzetu ambao wako Nairobi, wako Rift Valley, wako West Region, ili kusema ya kuwa koti lazima ziheshimiwe. Amri za koti, mahakama lazima ziheshimiwe, na tunawahimiza watu wote nchini waungane na sisi. Msikubali maneno yake rais ya kusema ya kuwa amri za koti zisiheshimiwe, kwa vile leo ni koti, kesho watakujia nyinyi. Wanasema ukiona cha mwenzako chanyolewa unatia chako maji. Kwa hivyo asanteni sana, tutaandamana tukielekea kotini ili tuweze kunyosha sauti zetu na kuungana na wenzetu kuonyesha ya kuwa mahakama ziko hapa kusaidia wananchi wa kawaida. Mwenzangu ameweza kusema ya kuwa hatuwezi kuwa tunabadilisha maneno kila wakati. Leo mahakama ikitoa amri ambayo inakufaa wewe, unafurahi na unashangilia. Lakini kesho mahakama ikitoa uamuzi ama amri ambayo hukubaliani nayo, unakashifu mahakama ukisema ya kuwa wao si watu wazuri na wanapokea pesa na wanafaa kutupiliwa mbali. Mambo hayo hayatatusaidia. Jamii ama kwa kizungu wakisema society inaunganishwa kulingana na amri. Amri hizi zinatungwa pale kupitia bunge, na amri hizi zinatekelezwa kupitia koti. Kitengo kingine cha sheria kinatusaidia kuungana kama jamii, lakini rais wetu akizungumza hivyo ni kama anavunja vile vitengo vya jamii vinatuunganisha pamoja, na hatutaki kuwa katika hali ambayo inatuweka kama zile serikali ambazo zimeanguka. Na hivyo ndivyo mahali rais wetu anatuongoza, akiamua kuvunja kitengo kimoja cha sheria. Hatuwezi kuwa na judiciary ama mahakama ambayo inafuata maneno yale yanatoka State House pekee. Inabidi kila mtu aweze kupata haki, usawa kupitia katika mahakama. Na tunayo katiba, na katiba hiyo lazima iheshimiwe. Na hivyo basi tunasema watu wote nchini, ingawaji leo tulikuwa tumesema ni nafasi ya mawakili kuandamana dhidi ya maneno au matamshi yake rais, siku nyingine ama nafasi nyingine ikijitokeza, tunaweza waalika tena Wakenya wengine na watu wote tuweze kuandamana ili tuweze kukashifu maneno hayo na tuweze kuongoza jamii hii vile inavyofaa. Mwenzangu amesema mawakili wanafanya kazi zao na wanalipwa ada zao kama kawaida. Vile vile mahakama au wale majaji ama mahakimu wale wako pale wanafanya kazi zao na wanalipwa ada zao kama kawaida. Iwapo mtu anayo thibitisho yoyote ya kuwa mtu amekula hongo ama amechukua mlungula, basi peleka hiyo kwa polisi, uchunguzi ufanyike na pia mahakama ipate kuamua. Tumeona wenzetu ambao wamepatikana katika shida kama hizo, na hakuna mtu ameandamana kwa dhidi ya mambo kama hayo, sababu sheria na process yake imefuatiliwa kikamilifu. Sasa kwa hayo machache, pengine kama mnayo maswali, vile tulivyosema tutaandamana mpaka pale kotini tuweze kupaza sauti zetu. Na kwa saa hii pia tungependa kuambia kila mtu maandamano yetu ni ya amani. Iwapo kuna chochote kitakachotokea, sisi ni mawakili na mawakili wote wanaweza kuinua mikono. Wakili
inueni mikono. Tumeinua mikono yetu, hakuna chochote ambacho tumebeba. Iwapo kuna chochote, tunaomba kama kuna vitengo vingine vya kudumisha usalama watusaidie wakitusindikiza. Kando na hayo, asanteni sana, na tunawahimiza muwe pale kotini pia, sababu kuna taarifa zingine ambazo zitatokea. Asanteni sana. Kama kuna swali mnaweza kuuliza. Yes. As my friend has said, Naam, bila shaka mtazamaji, hao ni mawakili katikati ya jiji la Nairobi. Mawakili wanachama wa chama cha mawakili humu nchini wamechacha kweli kweli hapo, wakipaza sauti zao, wamebeba mabango, na kile ambacho wanapinga ni kile wanachosema kwamba ni kauli yake Rais William Ruto dhidi ya idara ya mahakama humu nchini. Itakumbukwa kwamba wiki jana rais alijitokeza peupe na kusema kwamba kunao baadhi ya wale majaji ambao ni mafisadi, na akisema kwamba kwenda mbele basi kuna zile kesi ambazo mara nyingi huwa zinapelekwa kotini kupinga baadhi ya maendeleo, kupinga baadhi ya pengine zile ambazo ni mipangilio za serikali, lakini akasema kwamba kwenda mbele basi watakuwa nafikia kwamba kuna baadhi ya pingamizi ama amri za mahakama ambazo itabidi wasiziheshimu ili maendeleo na vile vile yakisema taifa liweze kusonga mbele. Lakini chama cha mawakili kinasema basi sheria ni sheria, sharti iheshimiwe. Hili ni taifa ambalo linaongozwa na katiba, na hivyo basi hawatakubali kwamba kuwe na sheria zingine ambazo zinaheshimika na kuna sheria zingine ambazo haziheshimiki, na wanasema wao hawatasita